وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقال جل شأنه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوصي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. صدقنا بالجلال والإكرام، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وهمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا برحمتك يا رب العالمين. Katika haki za maiti ni kumharakishia mazishi yake. Kwa hiyo wakati si wakati wa nafasi ya kurefusha wala si nafasi ya kumchelewesha almarhuma kupeleka katika kheri yake insha Allah, isipokuwa kwa kuwa tumeambiwa kafaa bilmauti waidha ama kafaa bilmauti mauidha. Mtume alayhi salatu wassalam atuambia kwamba inatosha mauti kuwa ni mawaidha kwa mwanadamu, lakini pamoja na kuwa mauti ni mawaidha kwa mwanadamu, katika hikma na utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kumpa mwanadamu al-ghafla an-nisyan. Katika maumbile ya mwanadamu ni kughaflika na kusahau, lakini kama tunatanguliza kwamba kughaflika na kusahau ni hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maslahi ya mwanadamu huyu ambaye ameambiwa kwa mauti kwa wewe ni mauidha. Kwa nini? Kwa sababu lau mwanadamu asingekuwa na nisyan, lau mwanadamu asingekuwa na kusahau, ingekuwa hakuna mwanadamu ala wajhi al-ardh. Mwanadamu angekuwa ameondoka na ingekuwa hakuna mwanadamu katika sababu gani? Kwa sababu hali ya masikitiko na hali ya huzuni inampata mwanadamu wakati anakufiwa ni hali nzito sana, kila mmoja anajua hivyo. Kwa hiyo leo mimi nimefiliwa na nyanyangu, kesho nifiliwe na mamangu, kesho kutwa nifiliwe na mtoto wangu. Huzuni ambayo kwamba nitakuwa nayo wakati nilipofiliwa na maiti wa kwanza, nije nipate nyingine kama ile nitakufiliwa na maiti wa pili wa kisa ala dhalika, mimi nitaishi namna gani katika ulimwengu? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wake na katika hekima zake akaweka al-ghafla wa nisyan, mwanadamu kughaflika na kusahau. Ndio Mwenyezi Mungu baada ya kuweka hekima hiyo akaleta na amri ya kwamba wadhakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, kumbushaneni, sababu kule kukumbushana kama ule ukumbusho wa wafaa wale ambao kwamba ni waumini. Inshallah yani sote tuwe ni waumini ambao wanaweza kunufaika na kueleka na kupata ishadad wakati wa kukumbusha inshallah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika aya ya kwanza: kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un, kila nafsi yenye kuonja mauti, thumma ilayna turja'un, kisha mtarudi kwetu sisi. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja mambo visu mbili, ama ametaja mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba mwanadamu lazima aonje mauti na aondoke katika wajhi al-ardh, na nusu ya pili ni kwamba baada ya kuondoka na baada ya kupataliwa na mauti ni nini baada ya hapo? Mwenyezi Mungu anasema thumma ilayna turja'un, baada ya kuondoka mtafanya nini? Mtarejea kwetu sisi.
Bali baada ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu mara baada ni nini? Ule kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanazuoni wa tafsiri Qur'ani kwa Qur'ani wametuambia kwamba aya hiyo ya kwanza imetafsiriwa na aya ya pili mfano wake. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Kisha baada ya kuondoka katika ardhi na baada ya kukasaniwa na mauti na baada ya kufa, wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah. Kisha baadaye ni kwenda kupewa malipo yenu, ni kwenda kupewa ujuri zenu, ni kwenda kuyaona yale matunda ya yale ambayo mmeyafanya wakati kabla haja. Kwa hiyo hapa tunafahamu kwamba mwanadamu lazima apitie mambo mawili. Jambo la kwanza ni kufa na jambo la pili ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na maana ya kurejea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwenda kupewa yale malipo yenu ya yale ambayo mmeyafanya wakati mlipokuwa katika ardhi. Maana hiyo kwa dakika mbili hizi tunataka tunabishana na kuzungushana kwamba hili jambo la kuwa tutakwenda kupewa malipo yetu, lazima mwanadamu alitayarishe kwamba ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kesho utakwenda kupewa malipo yake. Kwa mwisho ikimalizika itakuwa ni fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kwa hiyo fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir lazima tunayarishe kwamba inshallah sisi kesho tukienda tutakuwa katika ashabul yamin, watu wa kunuia inshallah. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mamdud wa talhin mamdud wa intamashi. Songa mbele mpaka mwisho inshallah, tutakuonyesha mazuri yote hayo kwa kwamba wameangaliwa watu wa kunuia. Lakini hatuwezi kupata mpaka pale tutakapotimiza maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ndio hadithi ya Mtume alayhi salatu wasallam inatuambia ista'idda lil-mauti qabla nuzuli, tayarisha na mauti kabla hayajakufikia, kabla hayajakufikia. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ambayo imetafsiriwa na hadithi hiyo ya Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam ni ile tuliyosoma, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kisha baada ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila nafsi ni malipo yake iangalie ni kitu gani ambacho kwamba amekitanguliza kwa ajili ya kesho. Ni lazima tutafika kila mmoja kwamba anasema laja hilo liko karibu.